Nashukuru Baba. Udanyi oye! Udanyi oye! Mwasako oye! Nyeri Nyeri wa maendeleo oye! Asante sana Mheshimiwa wetu, kaka yangu Mheshimiwa Dan Mwasako, MCA wetu Bwana Gerald ambaye ni kaka yangu pia, Mheshimiwa MCA Madam Rose, Mheshimiwa MCA ndugu yangu Peter SG, Mheshimiwa MCA Mheshimiwa Joseph Kennedy ama Anko, walimu wetu na all stakeholders wa elimu yetu tukiongozwa na chairman wetu Madam Beatrice pamoja na all the other principals na pia walimu wote wale wanatuongoza katika kanisa yetu, wazee wetu wa WW, pia wazazi wetu wa hapa Udanyi na wadosi wetu wa kesho ambao ni wanafunzi wa Udanyi constituency. Bwana Yesu asifiwe. Mwasida maana moko maana Bwana ukasu. Asanteni sana. Mimi nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Lakini kaka yangu Mheshimiwa Dan Mwasako, kuna kitu moja umeniangusha kidogo tu. Kwa sababu wewe umeona kabisa mimi ni mtu wa Udanyi. Lakini wewe bado hujapea mimi jina. Tafadhali ufanye kasi. Ndio pia mimi nikuwe mtu ako na jina ya hapa. Ati mnasema gani? Mwakazi. So Dede Nyoro Mwakazi. Yes. Ati mmesemaje? Tuseme yote tatu ni gani? Ati mmesemaje? Wacha nisikie tena ndio niweke kabisa. Sasa nyinyi mkisema na nyinyi ndio wadosi, mimi nimetii. Mimi yangu itakuwa machache sana. Kwa sababu leo tuko na furaha tele. Na hatutaki tuongeze maji mingi kwa ugali. Ya kwanza ni kukongratulate rafiki yangu Mheshimiwa Dan Mwasako. Kwa sababu huyu vile mnamuita Nyeri Nyeri wa kazi. Hata mimi nimesema yeye ni Nyeri Nyeri wa kazi. Na vile mmemuita Nyeri Nyeri wa maendeleo. Hata mimi nasema ni Nyeri Nyeri wa maendeleo. Na siku ya leo tumekuja kufubua hii mradi yake ya Sima, Mukiwa na Wiri. Na sasa hii mradi yake inafanana kwa kila jambo na mradi ya Kiharu ambaye tunaita Kiharu Masomo Bora Program. Kwa sababu siku ya leo, and this is actually nimefurahi sana. It's one of my brightest happy days. Kwa sababu tumekuja kwa kitu ambayo iko na maana sana kwa taifa letu la Kenya. Ya kwamba tumekuja leo kufubua mradi ambayo wazazi wa Udanyi constituency watakuwa wanalipia watoto wao wa shule za day school karo ya shilingi 1,000 peke yake. Na pale Kiharu pia, Kiharu Masomo Bora, pia pale kwetu
wanafunzi wote wa day school pia wao wanalipa karo ya shilingi 1,000 peke yake per term. Na hiyo ndio maneno tunafaa kuwa tunakibizana kama viongozi. We learn from each other, we converse with each other, we borrow from each other, kwa kauli moja peke yake ya kufanya maendeleo kwa wadosi wetu, na wadosi wetu ni wananchi wa Kenya. Na mimi vile nimeona hapa siku ya leo mheshimiwa Nyeri wa maendeleo, mheshimiwa Dan Mwashako, tukienda na hii kasi kama wabunge, tukienda na hii kasi kama watu ambao wanaajibika hata maneno ya CDF, hii Kenya nimeona kabisa maneno ya elimu, tuko na kazi na tuko na uwezo wa kubadilisha elimu ya watoto wa Kenya hata kupitia NGCDF. And I want to make it very categorical here. Nianze na hii kwa sababu iko na umuhimu sana. I am happy that the Supreme Court of Kenya have gone ahead, wanatoa mwelekeo, na vile nimeona leo wakitoa mwelekeo katika ile mambo iko katika kotini in regards to a case against NGCDF. Mimi naona ni kama wanaendelea kusema ya kwamba CDF ibaki. And I want to request our Supreme Court kwa unyenyekevu sana. We respect our judiciary as much as we respect every other organ of government. Myself as an MP, na wauliza kwa heshima, wakifanya uamuzi ambayo iko mbele yao in regards to the existence of NGCDF, na wauliza kwa heshima kubwa sana, kwa niaba ya wazazi wa Kenya, kwa niaba ya wanafunzi wa Kenya, na wauliza kwa heshima watengeneze barabara muafaka ndio NGCDF iendelee kutumikia wananchi wa Kenya. And I'm saying so because there is a court in case, there is a case in court, ambayo inasema ya kwamba NGCDF ifutiliwe bali. Mimi naona ikifutiliwa bali, mwenye kuumia sana haswa itakuwa ni wazazi na wanafunzi ambao wanafaidika katika bursaries ambayo ni ya NGCDF. Na nikiwa hapo kama mimi mbunge, mimi sitaki tujipende pia kama wabunge. Nauliza pia wabunge wenzangu kwa heshima sana, tushikilie pia magavanasi wetu, na tushikilie pia MCAs wetu. Ile bursaries ambayo inatolewa na county governments, nauliza pia wao wapewe ruhusa ya kuendelea kutolea bursaries wazazi na wanafunzi wa nchi ya Kenya. Nauliza hii kwa heshima sana because I am a product also of a parent ambaye alipitia kwa mashida sana akinipeleka shule. Na kwa hivyo mimi najua kabisa wale wazazi ambao wako na wanafunzi katika shule zetu pia wao wanapitia katika shida. Na kwa hivyo in respect tunauliza mahakama ile kesi ambayo iko mbele yao ya NGCDF waiangalie kwa upana, waiangalie kwa njia zote, kwa sababu mimi kwa unyenyekevu nikiangalia inasaidia sana haswa kwa upande wa bursaries kutolea wazazi na wanafunzi. Na nimefurahi sana kuja hapa tukizindua hii mradi because wazazi, I am sure nyinyi ni mashahidi wangu. Siku hizi hakuna mambo ya inheritance kubwa ya kupea watoto. Ile tunaweza wapatia haswa sana ni elimu. Nyinyi mkiwa shuleni, wadosi wetu wa kesho, tafadhali nitataja machache, na nitataja tu kwa story kidogo. Kule Japan siku moja kulikuwa na mwanafunzi mmoja kama nyinyi, na huyu mwanafunzi alikuwa na sana kupigana taekwondo ama judo, ile martial art.
na akaenda akaambia mama yake yeye angetaka wakienda games akuwe champion wa kupigana hiyo taekwondo ama karate. Lakini huyu mwanafunzi hakuwa na mkono moja. Na huyu mwanafunzi wakaenda siku moja kama ameambia mama yake angetaka kupigana hii judo ama taekwondo. Wakafuka safari ya kutembelea mjomba yao. Na wakienda kutembea kule wakapata ajali ya barabarani na mkono yake ya left ikapata ajali na akakatwa hiyo mkono. Na kata amekatwa hiyo mkono, yeye hakukata tamaa. Hiyo ni baraka ya Mwenyezi Mungu ya kuja udani siku ya leo. Lakini tunasikizana. Tunasikizana, hata nione kwa mkono hata tukiwa na mvua. Haya. Tuendelee tusiendelee? Haya. Akiwa na ile mkono kama hana mkono moja ya left, yeye hakukata tamaa. Akasema bado anataka akuwe champion wa kupigana hiyo martial art. Na mama yake hakumdiscourage. Akamtafutia mwalimu wa kumfunza hiyo martial art. Mvua ni baraka. Dani oye! Taita Taveta oye! Asanteni sana. Hata Mungu ametupea nafasi mzuri ya kumwabudu pia. Kwa sababu ndiye ametujalia hata hii program akawezesha mbunge wetu kuileta. Na akadhibitisha na baraka ya mvua leo. Asanteni sana. Vile nimesema nitasema machache tu. Nikianza moja ya hawa wanafunzi. Nilikuwa nawapea story kidogo tu. Pale Japan kakuwa kijana. Alikuwa anataka sana kukuwa champion wa taekwondo ama karate, whatever you know it, ile martial art. Lakini akiwa pia na hiyo maono, siku moja wakapanga safari na mama yake. Wakaenda kutembea kwa anko yake. Lakini wakapata ajali na kijana akakatwa mkono ya left. Vile alikatwa mkono ya left, hakukata tamaa. Akaendelea na kutamani kuwa champion wa martial art. Lakini mama yake hakumvuja roho. Akamtafutia mwalimu, akaanza kumfunza. Na akiwa katika kufunzwa, akarealize mwalimu anamfunza tu style moja ya kupigana hiyo martial art, because it has several of them. Na siku moja akauliza mwalimu, wewe mwalimu, kwani unanibeba namna gani? Hata hubadilishi unionyeshe different types ya kupigana hiyo martial art. Mwalimu akamwambia, wewe usijali. Akaendelea tu na hakubadilisha. Hiyo moja moja peke yake. Ikapata siku wakaenda katika michezo sasa, hiyo championships. Na wakiwa pale wakipigana, kijana akaletewa kijana wa kwanza akampiga akiwa tu na mkono hii moja. Kijana wa pili akampiga. Huyo kijana wa one hand akapiga huyo wa kwanza na wa pili. Watatu akaigizwa akiwa na mwili kiasi kama hii ya SG. Lakini pia akapiga akagonga. Sasa kijana wakienda nyumbani akauliza huyu mwalimu, kuliaje nimepiga hawa watu wote, wao wako na mikono miwili na mimi yangu ni moja? Mwalimu akamrudishia akamwambia huyu mwalimu wake, wewe nilikwambia utulie hata nikikufunza style moja ya kupigana martial art. Kwa sababu nilikufunza ile style gumu sana. Na mnisikize hapa. Na ndio mtu akushide ukipigana hiyo style ya martial art. Ndio yule mnacheza na yeye akushide, inabidi akushike mkono ya left. Umeshika hiyo maneno? Kijana alikuwa na hiyo mkono, so angeshikwa pahali.
Siku mingi wazazi na wanafunzi tunalaumu sana kile hatuna. Tunatetesha Mungu sana kwa kile hatuna. Lakini saa zingine ile kitu hauna inaweza kuwa inabadilishwa inakuwa ndio faida kwako wewe mwenyewe. Kwa hivyo tusiangalie ile hatuna. Ile familia umetoka, know that is the best family to produce a leader. Ile familia umetoka iko na fedha ama haina, you just know that is the best family to produce an engineer like you. Kitu ya pili, nimewaambia wale tulikuwa nao pale Canon Kituli. Mimi Mungu alinijalia nikiwa second year university pale KU. Nikaandika kitabu. Na hiyo kitabu iko hata saa hizi. Na hiyo kitabu inaitwa How to Succeed in High School. Na hiyo kitabu niliandika kurudia tu nikiwa second year in the university. Na hiyo kitabu pale nyuma, unajua kwa vile mtu akiandika kitabu kama author, hapa nyuma unaandikaga wewe ni nani kama mwandishi. So mimi ilikuwa picha yangu saa hiyo nikiwa second year bado mwanafunzi. Na hapo nyuma nikaandika Dede Nyoro ni mwanafunzi wa kiuchumi Kenyatta University. Sentence ya mwisho katika hiyo kitabu, na nikaandika huyo mwandishi ambaye ni mimi is future Kiharu MP. Sasa nikiwa hapa vile nimesimama, I am the current Kiharu MP. What am I trying to say especially to hawa wanafunzi? Ukiwa katika shule, uko katika factory, unabadilishwa nidhamu, unabadilishwa mambo ya kuona life, unabadilishwa character, unabadilishwa mambo mengi. Kama unabadilishwa na elimu, it is important usikuje tu shule unaenda tu uko tu. Kwa kiuchumi kuna kitu tunafanyanga ukisoma saa zingine inaitwa a drunkard's walk. Ya kwamba kwa probability haujulikani kwa sababu unaweza kanyanga hapa na ukanyange pale. Usikuje shule unakanyanga hapa na unakanyanga pale. Vile nasema ni hivi, wewe sasa uko katika age ukiwa high school of deciding what you'd want to become in the next few years. Na katika hayo ni vizuri uangalie strengths zako. Wewe kama ni very good in sciences, you can already tell what you can want to be in future based on your competencies, based on your strengths. Ni vizuri sana you decide early. And that deciding is what we call in English ambition. You are no longer a student, you are a future something. Your future something, start behaving like that future something. If it's a future engineer, hata ukiwa any of the schools represented by our principals here, start even walking like such person. Wewe unataka ukue kiongozi kama Dan Mwashako. Katika pale shule uko na clubs mingi, hata debate club. Na kama haiko, enda uanzishe shule yenu. Munakaa chini like a mock. Become an MP there. Munajadili mijadala hata ya shule. It gives you confidence. It helps you to start refining yourself to become that leader you want to become in the next few years. Na mukisoma katika shule, this is the only thing pia nikimaliza. Wazazi, kuna kitu nilifanya siku moja mimi nikihitimu pale KU. Wakati niligraduate, mimi kwanza iko shule nilikuwa mjuaji. Nikaanza biashara nikiwa first year. Mimi mzazi wangu hakuwahi tembea shule ya university mimi nikisoma. Alikuja graduation. Na sikuwahi itisha hata karo hata shilingi moja. Ni mimi nilikuwa naenda nyumbani na Christmas. Nikiwa mwanafunzi, my father alikuwa ameaga. Na hao wengine wetu ni my sisters. Hata kama pia wao
we are equal as brothers and sisters. Lakini kwa kimila kwetu nikaona lazima nijitokeze hata nikiwa last born, nikuwe mwanaume wa boma. Kwa hivyo mimi nikiwa university nilikuwa nafanya biashara, niliweka ka hoteli huko karibu KU, akina Mwasako walikuwa wanakula, although sikumbuki kama alinilipa. Sikumbuki kama alinilipa yote. So katika hiyo ka hoteli yangu hata kama haikukaa sana ilifilisika juu saa zingine wanafunzi wanakula wananiambia tuonane darasa. But nilianza hiyo maneno ya biashara hapo. Na nikafuzwa na former MP maneno ya kuuza na kununua hisa nikiwa bado university. Na nikaanza maneno ya kununua hisa, shares, nikiwa first year pale university. Lakini nilikuwa nawaelekeza kwa hii. Mimi tukigraduate pale KU, na hii ni kwa wazazi. Mama yangu akakuja na marafiki wake wanaomba sana, ni watu wa kanisa. So wanakuja, na mnajua nyinyi wazazi, kijana wako akihitimu university, unataka ukienda kanisa unaambia watu wengine, you know my son works with Equity Bank. Ama sio wazazi? You know my son anafanya kazi Safaricom. You know my son anafanya kazi hata Google. Ama makampuni kubwa kubwa. Sasa mimi vile wazazi wangu walikuja, my mother and my other parents, mimi wakati nilifika ya kuongea, niliwaambia, na saa hiyo mimi na graduate hiyo siku, niliwaambia waniombee sana ndio nisipate kazi. Ndio niliwaambia muniombee nisipate kazi. Kwa nini? Na hii naelekeza kwa wazazi. Haupeleki mwanafunzi wako shule haswa afanye kazi kwa kampuni za watu wengine. Haumfundishi akuwe mtu wa kutafuta kazi. Lazima tubadilishe vile tunaona mambo. Tujue ya kwamba huyu mwanafunzi anaweza hitimu akuwe daktari, sio afanye kazi Aga Khan, afanye kazi kwa hospitali yake. Anaweza hitimu akuwe mtu kama wa mahesabu, ni vizuri afanye kazi katika benki. Lakini hizi mabenki zinaanzishwa na watu wako na damu kama ya huyu mtoto. Hata yeye anaweza anza akiwa microfinance na Mungu amjalie akuwe na banki yeye mwenyewe. Sio lazima hahitimu aende afunze shule kama mwalimu. Anaweza anza private school yake na ikuwe international school. Lazima tuanze kubadilisha hiyo wazazi, so that even we help them wao wenyewe. Kwa sababu ile mshahara unalipwa katika mwisho wa mwezi, inakujaga check imeandikwa pesa. Lakini akiingia katika biashara yake, anapewa check haijaandikwa, anaambiwa jiandikie mshahara yako wewe mwenyewe. So it is good and important tuanze kubadilisha hiyo mawazo hata tukiwa wazazi. Ukiona mtu anaanza biashara, tusione kama anapotea. Let us encourage them. Anaweza somea mambo ya kwenda kwa hoteli kufanya kazi. Ukikaakaa wewe kama mzazi unatembea katika hoteli ya kijana yako. We must keep on encouraging those who are in school that business and entrepreneurship, hiyo ndio inapeleka uchumi wetu mbele. Na ndio maana pia wao wakihitimu, even if they may work, but the future goal must be to work in their own companies while also employing other Kenyans. Na ya mwisho kabisa, wazazi, mheshimiwa amerudisha fees chini, imekuja 1,000 per term. Sio? Wazazi pia sisi tuko na jukumu. Walimu wanaweza kosa kuja hapo nyumbani kwa sababu day schools ni mingi hapa Udanyi. Tafadhali wewe kama mzazi kuwa mwalimu hapo nyumbani. Na sio mwalimu wa mahesabu. I can tell you as parents, siku hizi ile mambo inaangaliwa sana huko nje, kwa kazi, kwa biashara, kwa mambo ya uongozi. Haswa sio ile iko kwa karatasi.
ni ile iko ndani ya mtu. Na ile iko ndani ya mtu haswa ni ile tunaita character yake. Wacha tuendelee kuwaonyesha ya kwamba nowadays there is no reward kwa kuwa mtu ambaye character yake ni mtu ambaye hayuko laini mzuri. Hakuna pahali kukunywa dawa ya kulevya itakupeleka, inakuangamiza tu. Hakuna pahali kuwa mtu untrustworthy itakupeleka. Let us also encourage them pale nyumbani wakuwe watu ambao wanaheshimika huko nje. Unaweza hitimu kimasomo lakini ukiitwa katika interview watu hawaoni hiyo A katika wewe mwenyewe, wanaiona tu kwa karatasi. Let us encourage them, and ya mwisho, let us keep praying for them. Na kama hapa kuna mzazi ako na doubt ya kwamba maombi inafanya kazi ama haifanyi, ukituangalia sisi ujue maombi inafanya kazi. Na ukituangalia sisi ujue wewe kama mzazi ukiamuka asubuhi kuombea watoto wako sio muda unapoteza, kwa sababu ile insurance kubwa umepewa ni huyu mtoto. Huyu ndiye atabomoa ile nyumba yako kidogo akujengea nyumba kubwa. Huyu ndiye atakwambia mama tuende hapa Mombasa, tuchukue ndege tuende Dubai, alafu nikurudishe hapa nyumbani. Na kama uko na jukumu hiyo kidogo ya kufanya, I encourage us to do it. Na nikimalizia, mimi nawatakia baraka ya Mwenyezi Mungu. Wale watoto wenu mmekuja juu yao na pia wale wako hapa, I wish you all success. May whatever dream you have, ile unaomba Mungu, watu wakisikia ama hawasikii, Mungu aitimize. Wewe ambao unaomba ukue engineer wa kesho, Mungu akuzidishie na ukue huyo engineer. Wale wanataka kuwa madaktari, Mungu akuzidishie na ukue huyo daktari. Na wewe mzazi unajulikana mama Mary ama mama John, wacha Mungu abadilishe hiyo title, ukue unaitwa mama Mary yule daktari wa hospitali kubwa. Watu wakue wanakuita mama John yule tajiri wa huku Voi na Kenya mzima. Na hayo yote yatafanyika tukitii yale tumesema na yale walimu wanatuelekeza. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante, wapi makofi mazuri.